Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Salimie mwenzako wa kushoto na kulia, mwambie karibu tujifunze. Mwambie umejiandaa kujifunza na unaelewa unachofundishwa. Mwambie elimu ya watu wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Naweza ukaona kwamba ni kitabu kidogo, lakini ni cha ajabu. Kuna watu wametumika zaidi ya miaka 60, 70 wametumika. Amen. Na kila siku huwa wanatoa mambo mapya, lakini yote yanatoka humu. Amen. Kwa hiyo ni kitabu cha ajabu ambacho hakihitaji mazoea. Haleluya. Ni kipya kila inapoitwa leo. Yaani hata kama neno umelisikia jana, juzi, leo linaweza likasemwa likawa jipya kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio ambayo unakuta changamoto ambayo tunakuwa nayo watumishi katika kufundisha. Amen. Kwa sababu mara nyingine bila ufunuo hauwezi kufundisha kitu ambacho kinaweza kuleta matokeo kwa mtu. Mungu atusaidie. Kwa hiyo ndio maana unakuta wachungaji wengi, wahubiri wengi wanakuwa na muda mwingi wa kusoma Biblia. Na wanasoma Biblia kwa sababu wanataka ufunuo mpya. Mtu ambaye hasomagi Biblia, fuatilie tu katika jumbe zake, mahubiri yake, mafundisho yake. Ikuta ni mtu ambaye anarudia sentence moja anairudia mara nyingi, ama mfano mmoja anapenda sana kuutumia mara nyingi sana. Jua kwamba huyu mtu usomaji wake wa Biblia ni hafifu. Sisi tunaelewana? Haleluya. Kwa sababu hazalishi kitu kipya. Mfano ule ule anautumia zaidi ya mara 7 mara 8. Kwa hiyo inakuwa ni kwa sababu hasomi nini? Biblia. Mungu atusaidie sana. Kuna kuisoma Biblia na kuielewa Biblia ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukasoma Biblia lakini usielewe. Sisi tunaelewa watu wa Mungu. Nakumbuka yule towashi wa Kushi ambaye alisoma Biblia lakini hakuelewa kilichokuwa kimeandikwa. Matokeo yake Filipo ndiye akaweza kumwambia kwamba unaelewa hicho unachosoma? Haleluya. Kwa hiyo kuna kanuni na njia ambazo mtu anaweza akazifanya ili aweze kuisoma Biblia na kuielewa. Ndio maana tunatamani kila anayesoma Biblia awe na Biblia kubwa ambayo ina reference, ina zile references za pembeni ambazo mara nyingi zinasaidia kumpa mtu uelewa wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Twende tukajifunze somo linalosema ole wa kanisa. Hebu sema ole wa kanisa. Rudia tena, sema ole wa kanisa. Juzi Jumanne nilisema kwa kifupi kidogo kwamba kuna picha fulani ambayo niliweza kuiona, na kwa sababu kulikuwa kuna shughuli nyingi nikaeleza kwa kifupi sana, lakini nikatoa mfano nikasema kwamba mtu anapoambiwa kwamba ombea kanisa ulinzi, anaombaje? Anaombaje kuhusiana na hicho kitu ambacho ameambiwa aweze kuombea? Nikagundua kwamba watu wengi wanaomba kulingana na kile ambacho wameambiwa waombe, ila hawaombi kwa ufunuo kupitia kile ambacho
wameambiwa wao. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Kwa sababu ukiomba ulinzi, utaomba kulingana na neno ulinzi. Mungu, linda kanisa lako, linda watumishi wako, linda. Utaomba linda tena, utaomba linda vyombo vyetu, utaomba linda, yaani utaomba. Lakini ukiomba kwa ufunuo, lazima utaletewa picha halisi ya kile unachokiombea. Maana Roho yeye mwenyewe huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Sasa lazima mtu adipu ndani kwamba naombea ulinzi. Wapi ambapo adui anataka kutushambulia? Bwana Yesu akwesi. Kwa lazima awe macho. Ndio maana katika Isaya anasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza usiku wala mchana. Manake mlinzi kazi yake ni kuhakikisha kwamba kuna usalama, na mlinzi mara nyingi anakaa maeneo hatarishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utaweza kuta godown limegubikwa alafu lina mlango mmoja tu, alafu ukamkuta mlinzi amekaa nyuma ya lile godown, mahali ambapo hakuna mlango wala hakuna mahali ambapo mtu anaweza kuingia. Lazima atakaa pale kwenye geti, maana yake anajua hatari yote itakayokuja itapitia kwa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Tusome kitabu kile cha Mathayo sura ya 18 kuanzia mstari wa 6 na wa 7. Mathayo mtakatifu sura ya 18 mstari wa 6 hadi wa 7. Biblia inasema hivi: bali atakaye mkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Mstari wa 7 unasema, ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu unamaanisha kwamba yoyote ambaye atakaye mwangamiza kiroho mtu mwenye imani atakutana na hasira ya Mungu. Mtu yote ambaye atakaye mwangamiza kiroho mtu mwenye imani atakutana na hasira ya Mungu. Ukianza mstari wa kwanza pale katika Mathayo, utagundua wanafunzi wa Yesu walikuwa wanagombana. Unaona Hebu tusome mstari wa kwanza, unasemaje? Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Unaona Ni nani aliye mkuu? Ina maana kwamba kulikuwa kuna changamoto ya nani atakayekuwa mkuu. Sawa Naomba mtu mmoja akae na mic, nitakuwa na mistari inaenda huku narudi huku naenda huku. Kwa hiyo nitakuwa naenda vice versa. Amen. Anasema ni nani ambaye atakuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni? Yesu akawajua kwamba hawa watu kilichokuwa ndani yao ni kitu kibaya ambacho kinaweza kikaleta mafarakano. Amen. Kinaweza kikaleta uuaji. Yeye akajibu akawaambia,
Akachukua mtoto mmoja akamweka katikati yao, akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye, anayenyenyekea, haleluya, kwa mfano wa mtoto huyu, ataurithi uzima wa milele. Kwa hiyo kulikuwa kuna aina fulani ya mafarakano ambayo adui alikuwa anataka ayaingize. Sasa hebu tumwangalie Luka, yeye anasemaje? Luka 22:24. Nisomee Luka 22:24. Anaandikaje kwenye hii mada? Anasema, yatakayotokea mashindano kati yao. Yakatokea nini? Mashindano. Unaona, pakatokea nini? Mashindano. Hebu nisikilize, pakatokea nini? Mashindano. Juzi nikakwambia kwamba Jumanne kwamba adui anaingiza roho ya mafarakano ndani ya kanisa. Wakati alikuwa Jumanne, Bwana Yesu apewe sifa. Anaingiza roho ya mafarakano ndani ya nini? Ya kanisa. Kwa hiyo kila mtu awe makini, kwa sababu hayana budi kuja, lakini ole wake yeye ayasababishaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewa watu wa Mungu? Haleluya. Sasa Luka anazungumza, anasema hivi, rudia tena, yakatokea mashindano kati yao. Kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Unaona, ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa? Kwa tafsiri yake nyingine, ni nani ambaye anahesabiwa kuwa bora kuliko mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Unajua chanzo cha migogoro mingi kutoka taifa hili na taifa lile, hata hii vurugu zinazoendelea huko Mashariki ya Kati, chanzo ni kila mmoja anajiona kwamba yuko bora kuliko mwingine. Chanzo cha vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana ni kwa sababu kila mmoja anajiona yuko bora kuliko mwingine. Kwa hiyo kila mmoja anapambana ili aonekane kwamba yuko bora kuliko mwingine. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kila vyanzo vya mafarakano ni kila mtu kujiona kwamba yeye ni bora kuliko mwingine. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Kutaka heshima, mara nyingi kutaka heshima kwa watu bila kutaka heshima kwa Mungu kinaweza kikamfanya mtu atengeneze kitu cha kujiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine. Mungu atusaidie sana. Na ikifika wakati ambao mtu anajiona bora kuliko wengine, atatafuta kila namna ule ubora wake aweze kuulinda na kutunza pasipo dosari. Na ndio maana mtu kama huyu kuonyeka, kufundishika ni shida, kwa sababu kuna heshima fulani ambayo yeye mwenyewe amejiwekea. Kwa hiyo atatafuta kila namna na kila mbinu kuto kusikiliza wengine, na atatafuta kila mbinu kuhakikisha kwamba yeye anachafua wengine ili yeye aonekane kuwa nani? Bora. Si unaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Mchungaji anapotokea anamsema mchungaji mwenzake si ili aonekane bora. Mwimbaji anapoongea vibaya juu ya mwimbaji mwenzake si ili aonekane bora. Mtumishi anapozungumza vibaya juu ya mtumishi mwingine si ili aonekane bora. Mwombaji anapoongea vibaya kuhusu mwombaji mwingine si ili aonekane bora. Manake kila kitu kinatafuta nini? Ubora wake. Sasa huo sio moyo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu hataona shida
kumvua nguo mwingine, kumdhalilisha mtu mwingine, ili tu yeye abaki kuwa bora. Na hapo ndipo mafarakano yanapofanyaje? Yanapoanza. Katika Yeremia anasema na tumpige kwa ndimi zetu. Kile anachokisema tusikifanye. Manake ni kwamba tunazuia ule ubora wake kwa ndimi zetu. Taangalia hapo mbele. Ndio maana kuna siku nikawaambia, wakati nafundisha kutii, nikawaambia kwamba kila kitu ambacho tunakitii, hata ni kiongozi mdogo ambaye amewekwa unamzidi umri, unatii kwa sababu ya Bwana. Sawa eh? Tiini kila kiambiwacho katika Bwana. Haiuzwi bei ghali, ni bure tu. Lakini utauliza ndani ya moyo wako kwamba kwa nini sitii? Kwa nini sifanyi? Kwa nini namsema vibaya? Kwa nini namchukia? Kwa nini simpendi? Kwa nini simsikilize? Ni kwa sababu tayari ndani kuna roho ya nini? Mafarakano, ambayo kazi yake ni kila mtu anaweza kujivutia upande wake. Mimi ni bora kuliko wewe. Sasa kila mtu anapokuwa anajivutia kwamba yeye ni bora kuliko mwenzake, ina maana kwamba kila mtu anatengeneza timu yake, na kanisa linakuwa na matabaka. Kuna watu wa mzee wa kanisa, kuna watu wa katibu, kuna watu wa mchungaji, kuna watu wa mwenyekiti wa vijana, kuna watu wa mwenyekiti wa mama, kuna watu wa katibu, kuna watu wa katibu wa vijana, kuna watu wa kiongozi wa maombi, kuna watu wa mwinjilisti. Inakuwa katika hali hiyo. Sisi timu zinapokuwa katika hali hiyo, likatokea jambo akateuliwa mtu fulani kuweza kulisimamia, sasa utaona utekelezaji wake unapokuwa mgumu, kwa sababu kuna matabaka ambayo yamejengwa na mafarakano. Hapo hatuwezi kujenga kanisa lenye nguvu. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo 11, hebu nisomee Mwanzo sura ya 11 pale, tuangalie kitu kimoja pale ambacho kilikuwa ni cha ajabu. Mara nyingi na utafakari sana huu mstari na tunausomaga, lakini haujawahi kuuelewa. Sasa leo ngoja nikurudie kidogo. Mwanzo 11 mstari wa soma mstari wa 6. Unasemaje? Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja. Watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Kwa sababu gani? Wana lugha hii moja. Endelea. Anasemaje? Endelea hapo chini. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Ndio. Haya. Na tushuke huko sasa. Tuwachafulie usemi wao. Tuwachafulie nini? Usemi wao. Sijakusikia. Tuwachafulie nini? Usemi. Wasisikilizane, si ndio Anasemaje? Ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Unaona Ukiendelea hapo mbele anasema kwamba wale watu walipokuwa wanajenga, mwenzake anamwambia leta tofali, analetewa maji. Naomba uniletee jiwe, analetewa nyundo. Unaona maana sasa wanajenga ule mnara. Hayo, saidia fundi, naomba uniletee maji. Haya, nakuletea. Anapanda, analeta kisu. Unaona? Sasa nimekuambia lete maji, anashuka, analeta tofali. Patajengeka hapo? Tuwachafulie usemi. Shetani nia yake ni kuchafua usemi wa watu wasisikilizane, ili apate kuwatawala. Anatumia mfumo wa wakoloni, tuwatawanye ili tuwatawale, wasisikilizane. Huyu anamfitini huyu, huyu anamsema huyu, huyu anamnani huyu, huyu anamnani huyu. Mungu atusaidie. Na hapo hakutakuwa na kanisa linaloongezeka.
Wale mabeberu wale mabeberu wale wenye sharubu wale mabeberu, magumegume, ndio ambao watabaki na kukaa kwenye kiti cha enzi milele na milele. Kuna makanisa ambayo ukienda ukirudi, waumini ni wale wale wa miaka 47, wale wale. Si kwamba waokokagi, wanaokoka lakini hawakai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasemaje? Ole wa ulimwengu kwa mambo ya kukosesha. Manake kuna watu ambao wana maneno ya kukosesha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jamani, kuna mtu ananielewa? Shida kubwa, ninapokuambia tuombe juu ya jambo fulani, unachukulia tu mzaa. Ndio maana mara nyingi ninaposema jambo, unakuta dakika hiyo hiyo, saa hiyo hiyo, mtu anafanya kitu kile kile. Unakuta huyu mtu ana ufahamu wa kutosha, anaelewa ama haelewi? Mungu atusaidie sana. Luka anasema hivi, anasema yakatokea mashindano, ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa? Yakatokea nini? Mashindano. Mungu atusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliliona jambo hili, akawaambia wanafunzi wake, anayetaka kuwa mkubwa awe mdogo kwa wengine. Unajua mdogo, kwa mfano tumekaa hapa, ukataka kitu fulani, lazima ule mdogo utamtuma, si ndio Fulani kanilete kitu fulani, si ndio Unamtuma, nenda kalete kitu fulani, anainuka anaenda. Asa Yesu ndivyo anavyotaka sisi tuwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu hataki sisi tuwe mabosi. Yesu anataka sisi tuwe watumishi wa wengine. Hebu tuendelee hapo kwenye Luka, labda kuna mahali anazungumza. Anasema, akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala, na wenye mamlaka juu ya huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikae. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikae? Unaona Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana hapa Yesu anafundisha kielelezo tosha kwamba jamani, mkitaka msiitwe mabwana, msiitwe watawala, jaribuni kutumika. Kujitoa kwa ajili ya wengine. Jina la Bwana litusaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa turudi kwenye mstari wetu. Anasemaje? Mambo ya kukosesha. Kuna vitu ambavyo huwa vinakosesha, vinaweza vikamkosesha mtu, vinaweza vikamsababisha mtu akakoseshwa kitu fulani. Kitu cha kwanza ambacho kinafanya mtu akoseshwe, Bwana Yesu asifiwe sana, ni maneno. Hebu sema maneno. Hebu sema maneno. Maneno huwa yanakosesha. Haleluya. Maneno huwa yanafanyaje? Yanakosesha. Hebu tusomee Mithali 12 mstari wa 18 hadi wa 19. Mithali. Sikiza kwa makini. Inaeleza. Inasemaje? Kuna anenaye bila kufikiri. Unaona, kuna anayesema bila kufikiri.
kufikiri. Kama kuchoma kwa upanga. Jamani, kama kuchoma kwa nini? Kwa upanga. Kama kuchoma kwa nini? Kwa upanga. Kwa upanga. Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Bali ulimi wa mwenye haki ni nini? Afya. Ni afya. Mdomo wa kweli utathibitishwa milele. Bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Turudi hapa, mstari huu ni wa 18. Anasemaje? Kuna anenaye bila kufikiri. Kuna kitu unaweza ukakizungumza bila kufikiri. Sasa turudi, kufikiri nini? Athari ya kile unazungumza, yaani kukipima kwamba nitakapokisema kwa huyu mtu kinajenga au kinabomoa. Sasa Biblia inasema kuna anenaye bila kufikiri. Kuna maneno unaweza ukayasema bila kuyafikiria kwamba yana athari gani kwa yule unayemwambia. Anaendelea, anasemaje hapo? Endelea hiyo 18. Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Rudia juu. Anza tu moja. Kuna anenaye bila kufikiri. Kama kuchoma kwa upanga. Hapo ndipo nilikuwa nataka kwamba huyu mtu anayesema kitu bila kufikiri, yale maneno yanaenda yanachoma kwa yule mtu kama upanga. Si unaelewa? Lakini shida ni nini? Shida ni huyu mtu alizungumza bila kufanyaje? Fikiria. Kuna msemo unasema fikiri kabla ya kutenda. Sio kwa sababu tu umejaliwa kuzungumza kila kitu ni cha kusema. Kuna vitu vingine vinakuwa kama mkuki. Kuna watu ambao wana tafsiri zao kwa kile ambacho unawaambia. Sasa lazima unapomwambia mtu kitu, lazima umjue huyu mtu kwamba anapokeaje. Si kuna mtu ananielewa? Yaani kuna mtu saa nyingine unaweza ukapata ujumbe ukasema huyu namuingiliaje? Unatafuta gia ya kuweza kumwingilia. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukazungumza yakawa upanga kwake. Nasifiwe. Haleluya. Ndio maana nilikuwa nawaambia viongozi kwamba ukichaguliwa kuwa kiongozi, sikiliza sana. Kuna vitu kama 5 pale. Sikiliza sana, nusa sana, fikiri sana. Maneno machache. Maneno machache. Maana kuna maneno mengine mtu wa Mungu unaweza ukasema yakawa upanga, ukaua mtu, ukawa sababu ya kumkosesha nini? Ufalme. Na tumesema hapa kwamba mtu yote ambaye anafanya jambo la kukosesha mwingine kiimani anakutana na hasira ya Mungu. Anasema yamfaa mtu huyo afungiwe jiwe la kusagia na kutupwa katikati ya kilindi cha maji. Kisa nini? Maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo watu wanaweza wakazungumza maneno bila kufikiria athari zake, na hayo maneno yakawachoma watu kama upanga. Lakini kumbe ni kwa sababu hajafikiria. Anaenda kwa mhemko. Si unajua mhemko Ndio maana wanasemaga kwamba usipende kuwa na maamuzi ukiwa na hasira sana au ukiwa na furaha sana. Kuna vitu vingine inabidi utulize, wanasema tuliza ball. Unatuliza kwanza mpira ili uweze kuwa na busara. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kuna kutenda pasipo nini? Kufikiri. Hem, tuangalie kitabu cha Yakobo 1:26 anasemaje? Waraka wa Yakobo 1:26. Tuangalie hapo. Twende haraka Yakobo 1:26 anasemaje? Nasema, mtu akidhani ya kuwa anayo dini. Mtu akidhani kuwa anayo dini. Mtu akidhani kwamba ameokoka. Mtu akidhani kwamba anamjua Mungu, wala hauzui ulimi wake kwa lakini hauzuiagi ulimi wake kwa hatamu. Kwa hatamu. Bali akijidanganya moyo wake. Dini yake mtu huyo haifai. Mtu yote ambaye akijidhani kwamba anayo dini, ameokoka, ana karama, ana huduma,
lakini hauzuii ulimi wake. Hazuii ni msengenyaji, hazuii ni mchonganishi, hazuii ana maneno ya uchonganishi, ya uzushi, ya kuchafua wengine, akidhani kwamba anayo dini, anajidanganya.